Mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Unajua sasa toka baba fariki tumewachwa mama peke yake. Natambua hilo. Na kuna zile mali. Mimi naonelea yule mama tumwambia tugawanye. Tugawanye zile mali za familia. Zile tuliachwa na mzee. Itakuwa vizuri pia kila mmoja akichukua share yake. Kila mmoja atajitegemea kivyake. Kwa sababu tukisema hizo mali tunabaki nazo kifamilia. Mshauri tutakuja tukurugane, tutauana. Wewe tufanye bidii tumuone mjomba. Akae na mama. Waongee tuangalie nini hiyo. Kama ushalipanga hilo, inabidi sasa tuwaite tukae kikao, tuzungumze, tupange tutafanya nini. Ndio hivyo, kwa sababu najua mimi na wewe. Sawa kakaangu, mimi basi sina pingamizi kwa hiyo. Sababu kuna leo na kesho nataka kupata shemeji yako. Unajua mimi ni mtu wa mambo yale. Napata shemeji yako na kama mali hasijagawanya hiyo itakuwa ni shida. Itakuwa mgogoro hapo. Sawa kakaangu, mimi nakuelewa. Sasa nasikia mjomba alikuwa leo ataingia hapa. Sijui kama amekuja ama vipi. Hata sielewi. Nimetoka zangu hivi ndo nimeingia sasa hivi. Maana jana alisema anakuja yeye amuone mama. Sijui kama ana mazungumzo gani. Atakuja. Wewe basi utoka lini na kadanganya. Sawa, acha tumsubiri. Sawa. Salama mjomba. Kama mjomba. Mwanaba. Wema kabisa. Unaona? Hata tunatoka kudiscuss sasa hivi tunasimuliza huyu kwa umekuja uko kwa njani. Alikuwa sehemu tu hapa kwa msenani. Mambulo huyu mtoka Mambulo huyu hapa chini. Kutoka kiasi kuna maneno kidogo bwana. Naye hapo muhimu. Bila la shamba ama ni maneno hata si shamba. Si shamba. Kuna maneno kiasi wewe kujua bana. So vipi mama uko ndani? Na mama yetu uko ndani hapo. Okay, basi acha nimuone basi. Sawa mjomba. Temko hapa. Tuko hapa tunaongea mawili matatu hapa. Sawa. Sawa. Unaona mjomba. Yaani mjomba huyu tulikuwa naye mtoka mdogo mjomba, sasa amekuwa mtu mzima kwa barabara. Mjomba. Dada huyo. Kaka. Ambe. Poa, karibu. Asante. Mguu ni kwako bwana. Vipi mazingira hapa nyumbani? Tuko sawa. Na wewe nyumbani? Uko nitoka kwa salama kabisa. Nimesema leo acha nikufikia kidogo nikusalimie, lakini pia kuna tatizo moja tu kuhusu wajomba zangu. Hebu ngoje kwanza. Safari. Njona kitu wewe na tabia yako wasikucheka kama goma la kike. Uyaache tu mambo yako dada. Kwani nimesemaje? Wewe unazusha vibaya lakini hawana adabu wale. Niliambiwa na marehemu babako zile mali nizichunge mimi watoto wangu, kwa hivyo mimi siwezi kubali. Mwenye umeniambia ile hata nikimganyia naweza ziuza, si ndio? Siwezi kubali mwanangu. Usimganyie kwa sababu mimi niko na mipango yangu. Unajua nilipata mambo ni polepole mama. Sasa na siku za Facebook anaanza kumleta hapa, alafu kesho kuka aseme anitaki. Unaona? Mwanangu. Hiyo ni mambo ya polepole. Ukapata Facebook ni wa Facebook. Kwa nini mwanangu huko wasini wa hoteli huko watafuta bwana Facebook? Bwana ni bibi. Roho yangu. Bibi. Sasa mama baadaye basi. Uko Facebook mwanangu hakuna wanawake. Ungesema nikakutafutia. Sasa ndio hivyo ndio nimepata dada wa Facebook. Kajua mwenyewe na mama. Baadaye watu wengine hata sijui akili zao ziko wapi. Bado useme wasichana wamejaa huku mtaani. Unaenda kutafuta bibi Facebook. Sasa huyo ni bibi huyo. Pengine hata ni mtu ni mwanaume huyo amefanya kujipaka rangi wao nasema ni bibi. Mtajua wenyewe watoto siku hizi. Nimekwambia leta kiti kimoja umeleta viti viwili. Nakaa pia. Sasa ni mambo ya watu wakubwa. Wewe nimekwambia leta kiti waleta viti viwili. Kwa sababu hili jambo pia nalo linamhusu wewe kwanza. Linamhusu yeye. Nimekwambia leta kiti kimoja waleta viti viwili.
Mama, kwani mimi kukaa hapa kuna mashida gani? Kwanza dada, hiyo hata si suluhisho, pia naye anafaa kae hapo, kwa sababu hili jambo ambalo limekuja nalo pia naye linamhusu yeye. Naona pia bila amekaa hapo pia ni vizuri zaidi. Hai, karibu. Dada, mimi nimekuja hapa kwa sababu hawa vijana wako wawili jomba zangu, kiukweli kabisa wananisumbua sana, hasa zaidi huyu. Haya, hata nakusumbua na nini? Kuna hii mambo ya mali. Najua mtu wangu alivyoenda, basi sasa kwa kesi kila mara wanataka ganywe mali. Vipi kuhusu wewe? Umefikia wapi kuhusu hao? Sasa hao wanapigania mali, kwani mimi nimekufa? Lakini kwa mpata haki yake haiwezekani hiyo. Wewe unang'ang'ania. Unajua hii mali ilitoka wapi wewe? Unajua mimi na bwanangu tulitoka wapi? Utafuta hii mali mpaka imefika hapo mahali kwenye imefika. Umetoka huku bala danyo mpaka hapa. Unasema wataka nini waganye mali, sijui mali. Sasa sikize nikwambie, haitawezekana. Na kama wewe ile basi limekutoa huko umefikishwa na hilo hapa, haitawezekana. Kwa hivyo ione. Sasa lele na kuona unaanza matusi sasa. Naona unanitukana kabisa tena peupe, tena kwa mwanao. Kiukweli kabisa sijapenda. Mimi nitabaki na msimamo wangu pale pale. Hawa nitahakikisha mpaka wewe umewaganyia. Sisi tunataka kujua kama mali zitoka wapi, maana yake mimi bado ni mwanafamilia vile vile. Usijisaulishe. Sawa dada. Hapo unahakikisha umewapatia mali zao. Wote hapo mjomba. Hakuna ile siasa. Wewe unataka kusifanyia nini hizo mali? Mali ni zangu. Ngangania chao kwa sahihi. Hiyo kitu haitawezekani. Sasa haiwezekani vipi? Haiwezekani, nimekwambia haiwezekani. Unajua dada, wewe unataka mambo ya makubwa. Mimi nilishakwambia vizuri tu. Hawa ni watoto wakubwa sasa hapo walipo, sawa? Na ingekuwa vyema zaidi kila mmoja ungempatia chake na akajiangalia mahitaji yake. Nimekwambia haitawezekani. Kwa sababu gani? Kwa nini yule mkubwa wake, mbona huyo mkubwa wake ametulia hataki urithi? Huyo ana lazima gani? Huyo ni mtoto mdogo ataka urithi. Kivipi sasa? Pengine hata kwa hana majukumu yeye. Huyu pengine ashamfikia ni vile tu hajakwambia. Kwa nini usiwapatia uhuru dada hawa watoto wako wakajiendeleza nao? Sasa mimi nimekwambia hicho kitu hakiwezekana, hakitawezekana. Sasa mimi nimekwambiaje? Mimi kama mjomba wao hawa nitahakikisha kila mmoja amepata haki yake mama. Sawa? Mali ni zangu. Hivi dada, upende ukatae, hawa watoto lazima utawapatia haki zao. Sawa? Tusikorogani kabisa. Yaani ninachotaka hapa ni wewe upange mkataba na uhakikishe kila mmoja anapatia haki yake. Ili swala liishe vizuri tu. Na vinginevyo ukianza hizo mambo utaona na wabaya. Wewe nimekwambia. Wote na mchana wewe. Sasa upendo ukatae dada, lazima liishe. Na lazima uwaganie hawa watoto wote. Sitakacha kujua nani utampa, hiyo shida zako. Lakini ninachosema mimi, hawa watoto lazima uwaganie mali zao. Na kama sitawagania wewe wasemaje? Sasa tutaona mimi na wewe. Ndio. Tuende kidogo. Angalie. Danyo, pandeni kabisa. Sasa mjomba, niambie, umekisikia vizuri vile chemo mako ameongea pale? Nimemsikia. Sasa tunafanyaje sasa? Pana kufanya mjomba. Mimi unajua cha muhimu ni hizo mada, hata sitaki mambo mengi. Sasa nakusikiza wewe. Mjomba, hapa cha kufanya. Fikiria kitu. Kitu gani sio niambie mjomba? Ushaanza kuongea na romba toka lini wewe? Ona ile kaka ndio kinang'ang'anizi yule. Lakini pia nalo jambo. Manake yule ndo anafusha kichwa na mamako. Manake ndo mkubwa lakini akili ndo kabisa ndo hana kabisa. Mimi hata sijui kama anajipangia nini. Ona mjomba, ukinishika mkono na tukienda hivi mpaka mada tumezipata. Twa enjoy mbona. Basi tuseme hilo jambo limeisha kabisa. Na kuamini. Wacha nifike hapo nyumbani, alafu baadaye tutaliongea vizuri, alafu tutashughulikia maneno. Sawa. Mama afanya vibaya sana. Yaani hata mimi amenisikitisha sana. Sawa mjomba, wewe tuongea. Wacha tutapatana basi. Hapo. Sawa. Hapo. Haya. Sasa shida nini hasa? Ameongea kitu gani huyo mjomba? Anasema mjomba wako ni umpatie safari urithi. Kwa
nini usiitisha wewe mkubwa, aitisha wewe mtoto wa juzi? Unajua mama, yule mjomba akili zake si timamu. Ni shoti wapi? Alafu huyu ndugu yangu naye tuliongea vizuri, nikamwambia zile mali tunafaa kugawanyiwa, lakini tunataka mpaka tumuone mama, tuongee, tuangalie venye tutafanya. Yaani yeye alienda tayari kumwambia mjomba huko, mpaka mjomba amekuja hapa kuhusu kugawanya mali. Nimekwambia huyo Safari na huyo mjomba wake Kiponda wote ni shoti waya. Sasa sikiza mama, usikubali hizo mali zigawanye, kwa sababu yule ndugu yangu namjua. Unaweza kumgawanya zile mali aziuze. Ndio hiyo njama yenyewe ameenda kupanga hoja, anambia mimi. Kwa sababu wewe mama, shikilia hapo hapo kuhusu hizo mali zisiuze. Mwacha nende kwa mahangaiko yangu, angalau tuangalie kama jioni tutakula nini hapo mama. Sawa mwanangu, wewe nenda mwanangu. Lakini mama, uhakikisha hizo mali zisiuze.